Chama cha mawakili nchini LSK kimekashifu matamshi ya hivi karibuni ya Rais William Ruto yaliyoashiria kutumia nguvu ya ziada kupambana na wale ambao wanawasilisha kesi mahakamani kupinga miradi ya serikali kama vile ushuru wa nyumba. Akirejelea matamshi ya Ruto akiwa kaunti ya Kesi alipofoka kuwahusu wanaohujumu mikakati ya serikali, Rais wa LSK Theuri alisema rais anafaa kuheshimu haki ya kila Mkenya kufika mahakamani, akiongeza kwamba mkondo huo wa rais utahujumu haki na katiba. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Emmanuel To, taarifa ya LSK inajiri saa chache tu baada ya Rais Ruto kutetea matamshi yake akiwa kwenye mahojiano na wanahabari. Kwa sababu si mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Kwani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ni matamshi haya yaliyotolewa na Rais William Ruto Jumamosi iliyopita katika kaunti ya Kesi, ambaye amefanya chama cha mawakili nchini LSK kuja kwa meno ya juu. Chama hicho kupitia kwa rais wake Theuri kikimuonya Rais Ruto na kuyataja matamshi yake kuwa ya kusikitisha na yanayokiuka sheria na uhuru wa Wakenya kutafuta haki mahakamani. We wish to condemn in the strongest terms possible the utterances by the head of state that he was given a sword upon inauguration and he will use that sword on people he considers to be enemies of the Republic of Kenya by virtue of them exercising their right to go to court and challenge government decisions, including those that have gone to court to challenge the housing levy. Theuri anasema matamshi hayo ni tishio kwa idara ya mahakama na walalamishi wanaopinga maamuzi ya serikali, ikiwa ni pamoja na ushuru wa nyumba. We consider that to be a veiled threat to one, the judiciary, and two, to all the parties that are engaged in that litigation. The Constitution guarantees the rights of every Kenyan to challenge and go to court where they feel that their rights are being threatened. Ruto, ambaye alihudhuria misa ya shukrani katika shule ya upili ya Kardinali Otunga Mosocho katika kaunti ya Kesi Jumamosi, alisema hata ruhusu kesi zozote mahakamani ambazo zitavuruga miradi ya serikali. Lakini hawa wakora ambao wamekuwa wakifaidika sasa wameenda kotini. Ndio unasikia hiyo sheria ine tulipitisha ati wamepeleka kotini. Ati wanataka kutusimamisha ndio waendelee na kuiba. Mimi nataka niwaambie, mniangalie macho vizuri. Tafuteni mtu ya kutishana naye, sio mimi. So we hope that the President of the Republic of Kenya will be properly guided and he will allow the ongoing constitutional processes to take place, and that he will not try to use shortcuts to achieve whatever means he seeks to achieve. Hata hivyo, katika mahojiano ya pamoja na wanahabari Jumamosi jioni, Ruto alifafanua kwamba hakuwa anatishia idara ya mahakama, bali alikuwa akitetea mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu ambao haukufaulu mara nyingi, na alikuwa tayari kulipa gharama kuu ya kisiasa ili mradi huo ufaulu. Mnamo Novemba 28 mwaka 2023, jopo la majaji watatu katika mahakama kuu lilibatilisha ushuru wa nyumba uliopendekezwa katika mswada wa fedha mwaka 2023. Katika uamuzi huo uliotolewa katika mahakama ya Milimani jijini Nairobi, majaji David Majanja, Christine Meoli na Lawrence Mugambi walisema ukusanyaji wa ushuru wa nyumba kutoka kwa wafanyakazi wanaolipwa tu ni wa kibaguzi na ni kinyume cha sheria. What the court said there are institutions that are not paying. There are groups that are not paying, that are not paying in the current setup. And we have said we are expanding the net of the payers. It will give us actually more money. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Sana Mheshimiwa Rais. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu hii ya taarifa zetu za